huwa sipendi kuzungumza kiharakati, lakini kama tunavyojua sisi Antrafo Anti-Criminality Trainers Foundation, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kuwa kizazi hakipotoki ama hakipotoshwi na watu wanaopotosha kwenye masuala mazima ya jinai. Hasa naona kuna baadhi ya watu wanalazimishia vijana ambao sisi tunawalenga kuwasaidia kuto kuingia kwenye misukosuko na serikali, hasa vyombo vya dola. Lakini kwa bahati mbaya hawaendi kwenye nature ya machangamoto au matatizo au vyanzo vya mambo ili kuvitafutia suluhu kama taifa tuweze kusonga mbele. Kinyume chake tunafanya zile staili za liwalo na liwe, akili za kichawi wote tukose, ambayo kwa kimsingi sisi hatuwezi kusapoti, na tuliamua kukaa kimya ili mambo yaende. Lakini sasa yalipofikia hakuna sababu kukaa kimya, ni bora kusema, kujaribu kuelimisha. Unamkuta mtu ambaye kimsingi tunasema ni wakili msomi, right? Wakili msomi tunaamini ni mtu ambaye ana elimu ya kutosha kuhusiana na masuala mazima ya mwenendo wa maisha ya mwanadamu, lakini masuala mazima ya sheria, kwa sababu sheria kimsingi ni movement, sheria ni maisha, sheria ni kufanya maamuzi. Kwa hiyo mwanasheria ambaye amepitiliza zaidi amekuwa ni wakili, anapokuwa anazungumza vitu ambavyo vinaweza vikaipotosha jamii, kwa wale ambao unaofahamu ABCD, sidhani kama ni busara tena kuanza kukaa kimya na kuliacha ile jambo likajiendesha lenyewe, kwa sababu tunajua sote kwamba kwenye vitabu kuna maandishi yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini kuna uwezekano kati yetu kukawa na mtu ana maarifa kwa makusudi mazima kama kutupotosha, yani kutumia maarifa yake kupotosha jamii, na wenzake ambao wana maarifa nao wakawa wamekaa kimya wakiacha jamii endelee kupotoka kwa kudhani labda mambo ya wahusu au whatever. Hiyo ilikuwa ni introduction yangu. Nisionekane naingia kwenye masuala ya kisiasa. Bado nipo kwenye masuala mazima ya kuipigania jamii iachane na maovu, isifanye uhalifu. Kuna tamko lilitoka juzi, waziri wa wizara fulani katika nchi yetu alilielekeza jeshi fulani kufanya mambo kaza wa kaza kwa kutaja cheo cha mkuu wa jeshi hilo ambaye ni IGP, na hapa jeshi linalozungumzia la polisi, na waziri namzungumzia waziri wa wizara ya mambo ya ndani. Waziri wa mambo ya ndani amemuelekeza IGP. Wanasheria wameibuka wanasema waziri wa mambo ya ndani ana mamlaka ya kumwelekeza IGP. Kama anayo mamlaka, basi awaonyeshe kifungu kinachompa mamlaka ya kufanya. Unataka kutuaminisha sisi kwamba kila kitu kinaenda kisheria, kwamba sheria haina jambo ambalo imeliacha. Jambo ambalo sio la kweli. Yapo mambo yanaenda kisheria, yapo mambo yanaenda kikanuni, yapo mambo yanaenda kiutaratibu, yapo mambo yanafanywa kidesturi mpaka kesho kutwa, na kila mahali ya mambo yapo. Haituingia kilini kusema kwamba waziri wa wizara ya mambo ya ndani hawezi kumwamrisha IGP, kwa sababu polisi ni independent entity. Ni kweli, hatukatai, lakini
Ni kweli kabisa nyinyi mawakili hamjui kama jeshi la polisi linafanya kazi chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani? Hamjui kama jeshi la polisi linaongozwa na IGP ambaye ndiyo mkuu wa jeshi la polisi, lakini IGP huyo kwa utaratibu huo ambao nimeutanguliza kwamba ni mtumishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani? Hamjui kama Wizara ya Mambo ya Ndani inaongozwa na Waziri wa Mambo ya Ndani? Nyinyi hamjui kama Waziri wa Mambo ya Ndani anaweza akamuelekeza IGP kama mtumishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani kufanya kadha wa kadha? Ina maana nyinyi mnaposema jeshi la polisi ni independent entity, hamjui kabisa kama Waziri wa Mambo ya Ndani anafanya kazi kwa ukaribu na IGP. Hamjui. Kwa swala lazima la usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo unakuja uko hii imekaaje? What is this? Kuna mambo yanachanganya sana, hasa anapofanywa na mtu ambaye unajua kabisa huyu ana weledi. Sasa kuna wakati unaweza kujiuliza usema, huyu anayosemwa ni kweli? Kuna watu wana manufaa na hizi chokochoko? Kwa sababu mimi siamini kama mtu anaweza akajipotosha tu akaamua kusema kitu ambacho hakipo. Basi sawa, haya IGP kaamrishwa na Waziri wa Mambo ya Ndani, kikatiba ni kosa. Tuamini basi na kisheria pia hakuna kifungu hicho cha kumfanya waziri amwamrisha IGP. Basi hebu tuambieni sasa, ni kifungu kipi cha sheria? Ni kifungu kipi cha sheria ambacho Waziri wa Mambo ya Ndani amekivunja kwa kutoa maelekezo kwa IGP? Ni kifungu kipi Waziri wa Mambo ya Ndani amekivunja kwa kutoa maelekezo kwa IGP? Kama hakuna kifungu kinachomzuia, basi hilo sio kosa. Na niseme ametumia utaratibu, ametumia desturi. Ni vitu ambavyo vipo wazi. Kama Waziri wa Mambo ya Ndani ndiye anayeenda kusimama bungeni kuomba bajeti ya jeshi la polisi ambalo linaongozwa na IGP, leo ashindwe kusema kumuelekeza IGP wakati wanafanya kazi pamoja masaa yote, siku zote? Basi haya tuseme amekosea. Sasa mbona mnalalamika nyinyi, hajalalamika IGP? Unajua kuna vitu mnataka kutuingiza kwenye crisis ambazo hazina mpango wote na wala hazitusaidii. Tutafute mambo ambayo yanaweza kututengea umaarufu. Ili la Tanzania tuliache. Tunaharibu nchi yetu wenyewe. Tunakata kuti ambalo tumelikalia sote kwa pamoja. Tuelekezane. Tumieni maarifa yenu kwa kutujenga, sio kutubomoa. Tumieni maarifa yenu kwa mwongozo mkubwa sana na akatoa maslahi makubwa mapana katika maendeleo ya nchi yetu na ustawi wa jamii yetu, kuliko hivi namna ambavyo tunataka kuendesha mambo. Tusitumie kutokuelewa kwetu mambo kutusumbua na kutuyumbisha. Ndugu zangu, mimi niishi hapo, nisiseme maneno mengi nikaonekana kama na mimi pia nayo ni miongoni mwa tunaotumwa na tunapata malipo kutokana na haya tunayosema. All in all, nipo kwa niaba ya ANTRAFU, yani Anti-Criminality Trainers Foundation, ambao sisi tumejitolea kutoa elimu dhidi ya vitendo vya kihalifu. Tunatoa elimu dhidi ya vitendo vya kihalifu, kupunguza uhalifu na wahalifu katika nchi yetu na jamii inayotuzunguka. Asanteni sana, na niwaalike tena kwenye kipindi chetu kingine kijacho. Alamsik.